Jamani wanakijiji cha Sanza, habari yenu? Habari yako? Asante sana. Nimesimama mbele yenu, mimi ndio mwenyekiti wa kijiji. Nataka kuongea, unatakiwa kunyosha mkono kwa watulivu. Hamna shida. Eliomo naruhusiwa. Wana Sanza hoye. Hoye. Habari zenu? Salama. Asanteni sana. Mimi kwa majina nadhani mnanifahamu, naitwa Mzee Zito Kamba, mganga katika kijiji hiki. Zumuni la kuwaita wananzengo ili kuja kukaa kikao hiki ni kujadili masuala ambayo yanajitokeza katika kijiji chetu. Kweli, sawa. Kijiji cha Sanza kimeanza kupata matatizo, wengine wanadondoka wakiwa wanachunga, na wengine wanapata ajali maeneo ambako wameenda kazini, na wengine wanatumbukia kwenye maji bila hata kuwaona, hata kunusurika kwamba unaweza ukamtoa mle. Hayo matatizo yalipoanza katika kijiji chetu cha Sanza, tukafanya mpango wa kuitisha kikao, tukajaribu kufanya utabiri. Kama mnavyonijuaga mimi mtabiri katika kijiji hiki, nikafanya utabiri wangu, nikaja kugundua kwamba kuna mtoto ambaye tayari alishazaliwa katika kijiji hiki, ambaye wazazi wake wote walishafariki, akabaki yeye na dada yake ambaye yupo katika hiki kijiji, na ni laana katika kijiji hiki. Huyo mtoto wakati wa kuzaliwa alizaliwa vibaya. Kwanza kuna matukio ambayo yalijitokeza miaka ya nyuma, ila hatukujua. Sasa hivi huyo mtoto amekuwa na bado anahangaisha katika hiki kijiji, anakuwa mgonjwa, ndo anasababisha laana katika kijiji chote hiki cha Sanza. Sasa tukafanya mpango wa kwamba kama inawezekana huyu atolewe katika kijiji chetu ili tuiondoe hii laana, au ikiwezekana auliwe ili tuimalize ile laana katika kijiji chetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante mwenyekiti. Mwenyekiti, mimi napenda kuuliza swali moja, kwamba nimesikia kuna mtoto aliyezaliwa humu wazazi wake wameshakufa, lakini yule mtoto ana ugonjwa wa laana. Hivi katika magonjwa yote, mbona mimi sijawahi kusikia ugonjwa wa laana? Ni ugonjwa gani huo? Pia kama yule kijana ambaye mnayemzungumzia kwamba ana laana, hiyo sio laana. Yule mtoto ameugua ugonjwa tu ambayo umesababishwa labda na mipango ya Mwenyezi Mungu, wala ushirikina wala laana, hivyo havipo. Hiyo huwa ni mipango ya Mungu tu. Mtu akiugua ugonjwa tu imekuwa laana, ukikosa mvua imekuwa laana, eti watu wakidondoka imekuwa laana. Hapana, wengi mno huwa wanadondoka, mvua hazinyeshi sehemu kubwa, nyingi tu, lakini ule ugonjwa sio laana. Mimi siamini kabisa sio laana. Tuhameni pale. Haya, kazi kusikiliza. Mwingine? Hamna jamani, hiyo ni laana. Ni laana kabisa, mimi nathibitisha ni laana. Kwa sababu gani? Ukiangalia sasa hivi hata mvua hazinyeshi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hiyo laana. Ni laana kabisa hiyo, mimi mwenyewe naziisha. Naam. Wewe mama unaruhusiwa. Asante mwenyekiti. Kwa kweli hiki kijiji chetu kimepata laana. Ukiangalia vijana hapa mtaani hata hawaeleweki. Nasikia tu majina ya mazombi wanapita. Angalia mwenyekiti, hicho ni nini? Wewe unasemaje? Kweli hiki kijiji ndio kina laana mwenyekiti, hakifai. Jamani, kaeni kwanza. Haya, kaeni vijana wangu, kaeni vijana wangu. Bado tunaangalia mikono huku, akina mama huku. Haya, naruhusiwa mama.
Jamani, mimi nimsimama kusemea swala la kakaangu. Mimi kakaangu ameugua tu, wala sio laana. Ule ni ugonjwa ambao Mwenyezi Mungu amempa. Nasikitika sana kusema kwamba huyo mwenyekiti akae. Samahani, naomba nimalizie. Kaa. Wewe unatakiwa kuzungumza mno, akae. Wewe. Nika. Asante. Naam. Ana kijiji, habari za sasa? Salama. Salama kabisa. Kwema. Mimi ni mgeni wa hiki kijiji, lakini nilikuwa napita. Naam. Nikaona sio shida kama nitapita hapa nikashiriki na nyinyi, kwa sababu kwa sasa hivi nipo ndani ya hiki kijiji. Ndio. Na mradi pale, nadhani kwa wachache mnaotembelea kule nyuma kidogo tunachimba. Naam. Unatuona. Ndio. Wao wale watu. Nimesikiliza ajenda iliyopo kwamba wanakijiji na viongozi wao wanalalamika kwamba kumekuwa na changamoto ya watu kuanguka, magonjwa ambayo hayaeleweki, watu wanakosa mvua. Sijui kama mmejaribu kuangalia masuala ya hali ya hewa, mkajaribu kuangalia mabadiliko ya tabia nchi, mkajaribu kuchunguza ni kitu gani kinachopelekea hivyo vitu vyote, ndipo mkaja hapa mkaitisha kikao na kuwaambia watu kuwa hivyo vinavyosababishwa labda ni laana. Hayo umemaliza. Na kuna magonjwa ambayo yanaweza yakasababisha vifo vya ghafla. Haya, magonjwa ambayo yanaweza. Kwa hiyo tusijaribu kuamini katika haya. Kaa kijana, tumekuelewa kijana. Haya. Sikia mwenyekiti, sawa? Naam. Hapa ni laana, maana ninakaa kule maskani kwangu kule. Ndio. Navuta vitu vya vipandi mwanetu. Nikapiga cha Arusha kipandi. Laana hizi. Sasa mwenyekiti, unakubalije ni laana au unakwambia cha Arusha? Cha Arusha ni masuala ya kiafya. Mimi ninachokiomba tu na ninachokiamini, yule mtoto sio ugonjwa wa laana. Hebu tujaribuni kuingia hata kwenye maandiko matakatifu, tusali. Hiyo ni laana. Tusali. Hiyo ni laana. Mzee kama hizo kanisa zako za kuchanganya hizo. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti na laana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki mnani. Dada. Abeka. Njoo mara moja. Haya kaka. Vipi kaka? Kaa mara moja hapa. Nasemaje kaka, nakusikiliza. Sasa dada, Kaka. kuna kuulizia. Kuna chochote kweli humo cha usiku? Sijakuelewa kaka, sio unamaanisha nini? Bwana ulizia kama kuna chakula humo ndani. Kuhusu chakula. Kuhusu chakula kaka, yaani kuna unga kidogo mbaki mle ndani. Na hisi utapika mchana unaisha. Ila jioni sasa. Ndio tutakuwa tumemaliza kabisa. Maana kuna unga kidogo sana umebaki. Sasa mimi hapa dada, sina chochote mfukoni. Hapana, mimi nikijipapasa mfukoni sina hata 100. Sijui tutafanyaje hapa. Sasa kaka. Wewe unasema na chochote wakati hata mimi mwenyewe najua kwamba wewe kakaangu unauma. Sawa. Ila usijali. Kuna kibudget kidogo nilitunza. Kwa hiyo nadhani hicho ndio kitatusaidia kwa leo na kesho. Umeitoa wapi hiyo hela?
Iwapo. Naita iko kimya tu. Naenda wapi? Labda iko huko. Niangalie huko. Wewe Mama Judy. Mama Judy wewe. Jamani. Mke wangu kaenda wapi? Mama Judy kaenda wapi? Nikaangalia kwanza hata ndizi yangu. Kaiona. Kwa kweli hii ndizi watoto wameiburuka sana, wamecheza. Ilikuwa nzuri sana, maana imechafuka hadi. Si kazi. Hiyo hela, kuna rafiki yangu yule, kama unamkumbuka, kuna siku moja alikuja hapa. Yule ambaye anaitwa Eliza. Si unamkumbuka? Eliza. Yule wa kwa Simoni. Huyo. Barikiwe sana huyu dada. Ametusaidia pakubwa sana kwenye kijiji chetu. Eliza ana moyo wa kipekee sana. Na kuita kweli muda wote huo hausikii kabisa wewe mwanamke. Hivi naongea mimi mwenyewe. Mama Judy. Kwa naongea peke yangu? Na kuuliza, kwa ulikuwa hausikii kweli? Tangia nitoke kweli na kuita tu wewe, umenyamaza. Na ingia ndani hamna, kumbe ulikuwa umekaa hapo. Hivyo kuona umetulia tu hapa tu. Hivi shida ni nini? Na kuuliza Mama Judy. Kwa hiyo unajiongesha mimi mwenyewe tu. Usinipigie kelele. Tena usinipigie kelele kabisa. Kwani hujui? Hujui kinachoendelea hapa wewe? Wewe tuliongea kitu gani? Kuhusu hicho kikao tuliongea nini? Nimekwambia kitu hapa nyumbani alafu bado kaenda kufanya huko kikao. Wewe mwanaume una shida gani wewe? Niongee mpaka nifanye nini hapa nyumbani? Ndio unielewe. Yaani tena usinipigie kelele kabisa. Wewe umeshakuwa sijui una shida gani, mimi sikuelewi. Hivi Mama Judy, nikitoka tu kidogo, yani umenuna kabisa. Kwa mimi niache kufuata mambo yangu. Hujui kwamba mimi mwenyekiti. Nikitisha tu mkutano naongea masuala yangu, wewe naye umewaka moto. Hivi una tatizo gani wewe mwanamke? Watakuwa mpuzi sana. Kumbe unaona sifa kitu ambacho unachokifanya huko? Yaani unafanya mambo ya ajabu. Hapa sisi nyumbani tunakaa tunasemwa vibaya kwamba kuna ushirikina, vitu ambavyo havipo, havieleweki. Sisi tunaosali tunanyaliwa huko, wewe huelewi. Kila siku nikikwambia hapa nyumbani achana na hivyo vitu, hutaki kunielewa. Wewe mwanaume una shida gani? Odi. Karibu. Tengeneza wewe. Mr. Ibula. Rafiki yangu huyo. Ndiye mzee. Mambo yanaendaje? Shwari ni aje? Vipi tu wako? Kama kaa? Fresh mwanangu. Fresh uzima upo. Sasa nipo nahangaika mwanangu. Sasa maisha unatengeneza nini jamangu? Natengeneza chaga mwanangu. Watu wako ndani. Na mwishwagi swaga. Hamna. Karibu mwanangu. Ukaona ukipeleka kwa fundi nini? Hebu ngoja nikuletee kitu mwanangu. Haina noma.
Wewe jamaa wewe. Kiti mwanangu hicho hapa. Shukrani sana, shukrani sana. Eka tu hapo. Ningekuwa hapa hivi. Bwana Ibula. Naam. Karibu sana rafiki yangu. Shukrani sana. Karibu sana mwanangu. Unajua tu mazingira kijijini huku tushayazoea sisi. Kawaida. Yaani jisipo nyumbani kabisa ndugu yangu. Asante sana. Karibu sana. Sema nini mwanangu? Ngoja kwanza nikukumbushe. Unajua kuna hivi vitu vitamu siku zote waga tuvipeleke Ndonge. Acha bwana. Nikupe maelekezo. Acha bwana. Ile juzi gani mwanangu nimetoka zangu wapi mjini? Nimefika hivi nikashuka. Kushuka hivi kona ya kwanza kona ya pili. Si unakumbuka kuna siku niwage kupanga kuna mtoto mmoja hivi hapo hivi nani Kamba na kupaga na jina lake. Nakumbuka. Ile juzi mwanangu tena Mungu si Asumani. Huyo hapa akaja. Oya. Oya. Yule mtoto mimi atanifukuzisha kazi yule mtoto. Hiki kijiji kitakuwa kichungu. Wana kijiji mtaandamana huu mwaka babu. Unajua ni mwanangu. Hebu nikwambie tu kwa siku ya leo mwanangu nisikufiche sana. Tena yule demu. Tena yule demu. Yule demu pale nyumbani kwa mwanangu wanalaana. Yeye kaka yake ana ugonjwa. Ndio maana wana kijiji washawatenga wana kijiji wote. Chana naye yule. Kama demu hapo ni wengi. Sasa ngutafutie mwanangu mademu hapo. Mademu hapo achana yani Nkamba achana naye kabisa yule Nkamba. Kwa sija kuambia tu nikwambie tu kweli achana naye Nkamba. Karibu binti yangu. Ailini. Wow. Mwanangu. Pole. Karibu ndani, karibu binti yangu. Karibu. Nilikuwa nafuafua hapa. Ndio umemaliza? Nilikuwa namalizia kuanika tu. Haya. Karibu Ailini, karibu. Haya mama, nimechoka. Pole, safari ndio hivyo. Yaani usafiri njiani ni ngumu. Karibu, pita mwanangu. Haya mama, asante. Ailini? Besi mama. Pita sebleni, baba yako yupo. Haya mama. Ngoja nipeleke mizigo huko chumbani. Haya. Binti yangu umefika, karibu. Asante baba, nimefika salama. Shikamoo baba. Marhaba mwanangu, jambo? Jambo, za hapa? Nzuri tu. Ailini, za safari? Ni nzuri tu. Vipi rafiki yako umemwacha uko salama? Nimemwacha salama na pia nategemea kwenda kwao. Karibu. Asante. Haya baba. Karibu sana binti yangu. Za chuo? Ni nzuri sana baba, nimemaliza chuo salama. Ndo nimerudi nyumbani. Na kaka sijamuona yuko wapi? Kakako ameshakuwa mtembezi sana, yani simuelewi kabisa. Ameshakuwa mtu wa makundi, wanavuta mabangi huko. Yani sielewi, bado sijaelewa hatima yake. Kwa vile mwanangu umekuja, basi ngoja tutayaongelea. Haya baba, ngoja niende kwa mama nikamsaidie kazi kidogo. Maana nimemisi sana mama. Kweli, weka msaidie. Haya, baadaye. Tena amefurahi sana. Yani kwa ujumla tumefurahi familia nzima mwanangu. Haya babangu. Haya muone huko. Haya baba. Manini mwanangu? Leo ulivyoanza vizuri kweli yani. Sikiliza nikwambie, nikajua mwanangu na sasa unaenda kujaza pale kwamba unanipa mishe sasa kwamba bana yule nakuchukulia na kuletea ghetto. Kumbe na wewe mwanangu una itikadi za wenzako hawa kijijini. Kumbe mkishakaa kijijini ndio mnakuwa na hayo mawazo. Unajua kuna juzi gani ile nimehudhuria kikao kimoja hivi pale wakaleta story hizo afu sikujua huyo mtu mwenyewe alikuwa anamzungumzia ni huyo kaka yake Nkamba wewe ambaye unamzungumzia leo. Sasa blaza, wewe ulisikia wapi ugonjwa laana? Wale wanalaana. Wewe ulisikia wapi ugonjwa laana? Hapa kijijini. Haya tulia sasa. Tutoke kwenye laana hiyo unaizungumzia, mimi hata sijui wala sijaisikia. Kwa mwanangu, unataka kuniambia yani kitu ilivyo vile, mtoto alivyo vile. Vitu vyangu kabisa naviona pale, alafu unataka kunipanga mimi laana, unategemea nikuelewe, si ndio maana? Najua hauwezi kanielewa, lakini siwezi nikakuelewa ilivyo hapa kijijini. Sasa wewe sikia. Laana wewe umesema ni ugonjwa? Ni ugonjwa wa laana. Haya, kama ni ugonjwa sasa sitaki kujua. Anao Nkamba, anao kakake. Yaani familia nzima. Familia nzima wapi babu? Kwanza picha linaanza sawa, sikia. Hakuna laana. Hakuna ugonjwa. Alafu mimi pale mshikaji wangu speed laana napiga ile. Wewe nini? Nakwambia wewe unanibishia. Sio nakubishia, wewe naye unakuwa na itikadi za wenzako hapa kijijini. Mwanangu umekaa kijijini nao ndio umekuwa kaa. Nikwambie sawa? Yaani Nkamba
na kakake na Butogwa wote wanalaana wale, hata wazazi wao. Wewe jamaa wangu naye kumbe nikwambie, nimekuja vizuri, unajua mshikaji wangu mimi nikwambie, hata wazazi wao alafu ugonjwa huo, mzee wao mama hivyo akadedi ugonjwa laana. Watumia vipimo gani kupima mkajua ni laana? Tuna mganga mtaalamu sisi hapa kijijini. Yaani miaka ya Nuhu huko, enzi za kina nani huko Nyindo Mbarodi mnazitumia hadi leo. Yule mzee mimi shaga salenda. Yule mzee tembea uone na mimi nimekutana nacho huko. Watu wa Sanza mna shida gani? Ndivyo tulivyo sisi huko. Na kweli ndivyo mlivyo. Yaani mnaamini vitu ambavyo wenzenu washachaga kujiamini. Sema nini mwanangu? Wewe ishaonekana tayari wewe ni kipengele. Mimi nakwambia lakini unisikie. Sikia, wewe endelea na kazi yako sawa. Karibu tukae tu mwanangu. Wewe kaa. Ngoja mimi nikashangaa hata pembeni tu. Kwa maana wewe ushanikata. Mimi nakwambia. Yaani wewe kwa akili yako unavyozani, unavyotegemea mwanangu. Vile toto mimi niliaje, si ndio? Achana naye. Na unanishawishi ukitegemea mimi nakukubali na kuelewa. Yule mimi nakwambia mwanangu. Jamaa wangu nilikukuta kijijini nitakuacha kijijini. Ile mali nakutana. Mimi nakwambia sasa, achana naye yule. Utani. Achana naye. Pale amina. Mimi nakwambia sasa. Pale utoboa. Wewe mwanangu. Utanikumbuka siku moja mwanangu. Wewe nenda, lakini mimi utanikumbuka siku moja, mimi nakwambia. Unataka kupima maneno yangu mwanangu. Unazingua Haya poa. Ngoja mimi nifanye shughuli zangu hapa. Huyu ni mgeni, mimi namwambia hanisikii. Shauri yake itakula kwake. Sisi ni wazalio hapa, tunajua mambo yanaendaje huko kijijini, alafu anajifanya yeye ni mwenyewe. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi, nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki mnanionea. Zombie Turia Turiza kipinto hicho Zombie baba. Wanangu unakumbuka kile kikao cha mwenyekiti? Hiyo juzi kati pale. Mlimuonaje ule Ibla wanangu? Alafu ule mchumba ule wa mjini anajifadhi mchumba gani sijui. Nilikuwa namuona namtetea yule dadake Butogwa yule Nkamba yule. Ofisi yake ni? Sio kwamba ni pisi yake, yani ni ya kwake wanangu. Mimi nishakutana mara kibao. Uhakika upo mwana tu? Uhakika mwanangu. Au sio? Sema nini? Mbona umepoa vipi? Nini mzee, steam zimepanda nini? Sio tulie baba bofonga mzee tula. Tula mzee tula. Tula. Sema nini? Zingoe mzee tula. Anazingua afu na ule mganga wake nani ule sijui Mr. Tokamba yule. Hizi Tokamba haitubadiliwe. Kumbuka ile siku. Hakuepo huyu afu ndo maana amekaa kishamba hapa. Bwana tulikuwa wapi? Ile beskeli mwanangu nimekupa uuze, afu naenda mieushi mwanangu. Dakika za mwisho tunazinguana mzee. Kumbe mlipiga yenyewe. Wakitengo mwanangu mimi sitokuelewa mwanangu ipi. Hizi pigo mimi sizielewi baba. Kumbe mlipiga dili wanetoa vipi wanangu? Kumbe mlipiga dili afu mkala yenyewe yani. Dogo hapa alipiga huyu alipiga. Hizo ndo wanapiga madili yao wanajikuta mashangingi nini. Kasi waelewi. Dogo tulipiga ile meza mwanetu, sasa mpazi kwa wapi? Chanao hiyo na wewe. Umemnulia iPhone mama mkubwa au sio? Uhakika. Acha usenge mwanetu, madili tunapiga sisi afu unanulia mamako sijui nini. OMG. Mwanangu usinipande au vipi? Mimi nikitengo afu sinipigie mahesabu. Mimi sitaki mahesabu yote, umeelewa? Mimi hapa nikileta mzigo nini, nikifanya chochote kitu mnakiwa mkae mtulie, afu mwisho wa siku tutoje cha kufanya. Babu tula baba. Sio mnaniletea mambo ya ajabu saa. Afu sikilizeni saa. Msio mnaongea sana au vipi? Dile tumepiga ile. Wasikiliza kwanza. Nisikilize kwanza mwanangu. Ugomvi start. Ile baskeli unajua baskeli hii issue ile endaje kwanza au unaongea tu mwanangu hapo na ropoko unaleta tu. Mwanangu tula babu. Mwanangu wewe. Mzigo nimekupa uza. Kwani nini mzee? Kwani nini? Hivyo kwani nini baba? Shida nini? Kwani nini? Hivyo ndio unaje? Bibi mtoto unanijua. Bibi mwanetu. Hodi. Hodi hapa. Hodi. Hodi. Karibu nani?
Asante. Kumbe ni wewe. Baba, shikamoo. Marahaba, jambo. Sijambo, habari za hapa nyumbani? Kwema, habari za nyumbani? Nzuri. Haya, karibu ndani. Asante baba. Karibu. Kaa hapo. Asante. Haya. Asante baba. Mimi nimekuja hapa baba na changamoto hasa moja tu. Juzi kuna vijana kuja pale nyumbani. Sasa wale vijana, kuna kundi la vijana wanajiita kina zombi. Wamekuja pale nyumbani, mimi sikuwepo. Kakangu na alikuwepo, nimemwacha pale, mimi nikatoka nikaenda sokoni. Nimeenda kurudi, nakuta kakangu yumo ndani amelala, yani pohoo hiyo. Sasa katika kuhangaika akawa ameamka. Nikamuuliza, kaka, shida ni nini? Umekuaje? Mbona hivi na nimekuacha vizuri? Akaniambia, dada, kuna vijana wamekuja hapa, wale wakina zombi. Wamekuja kunifanyia vurugu. Wamenipiga, wamechukua kila kitu ndani. Yaani wamebeba kila kitu, baiskeli, meza, hadi na vyombo vingine wamebeba. Wameacha tu basi kidogo. Kwa maana baba nikaamua niamke nije ili nikwambie babangu unisaidie. Kwa sababu wewe ndo babangu, wewe ndo tegemezi letu. Na sisi kama unavyotuona mimi na kaka hatuna msaada mwingine tofauti na wewe kiongozi wa hiyo kijiji chetu. Umemaliza kuongea, unaweza ukaondoka. Sasa naondokaje wakati bado hujanisaidia? Nimekuja na shida, nimekuelezea. Nilikuwa nasubiria kwamba utanipa jibu kwamba tufanye hivi, bado unaniambia niondoke. Kwa hiyo unataka kunifundisha kazi? Sitaki. Jamani, kuna nini? Mbona kelele? Kamba. Abema, karibu. Asante. Karibu tupo. Bajudi, kuna shida gani? Mbona kelele zimezidi humu ndani jamani? Simuulize huyu hapa ndo ananichanganya bana, nimwambia aondoke hapa. Kamba, kuna shida gani binti yangu? Samahani mama, bado hujasalimiana. Shikamoo mama. Marahaba binti yangu, ujambo? Sijambo mama. Mimi nimekuja hapa mama, nilikuwa namuelezea hapa baba. Kutoka kule nyumbani kuna matatizo, ndio maana nimekuja hapa kumuelezea. Lakini ndio hivi hatujaelewana tena, tumeanza kubishana. Kwani kuna shida gani? Mama, mimi nilikuwa nimekuja hapa kwa baba. Nimekuja kumwambia shida kwamba pale nyumbani kuna vijana wamekuja kufanya fujo. Kakangu amempiga, yani wamempiga mpaka akamjeruhi. Vitu ndani wakabeba. Ndio maana nimeona kwamba niende kwa mwenyekiti aje anisaidie. Lakini cha ajabu nimemwambia amesha kunifukuza tu, hajaniambia chochote. Ndio maana umesikia hapa tunazozana. Hivyo wewe Bajudi, mbona una roho mbaya hivyo jamani wewe mwanaume? Wewe mwanaume una shida gani? Yaani mtu amekuja hapa na kuelezea matatizo alionayo lakini bado unamfukuza. Una shida gani wewe baba wewe? Mbona hubadiliki? Wewe mama Judi, usinifundishe mimi kazi. Nenda ukamsaidie wewe mwenyewe. Mama, nisije nikaleta kesi kwenye familia. Mimi nimekuja na shida zangu lakini imeshindikana. Mimi ngoja niende niwaache. Haya, wewe ondoa kabisa, nenda. Usirudi tena hapa. Wewe mwanaume una roho mbaya sana. Nimesha kushindwa. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi, nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nacho. Angabutale bukampelangwa Mompena miria nuru bankololaka Ataheno dankera Dankera Boye gidi Toka Upo bali swaiba yako ya mawe Leo usiku njema bwana. Habari ya asubuhi. Malaba ujambo? Safi mzima? Upo? Nipo ndugu yangu. Vipi shemeji mzima huko nyumbani? Sawa sawa.
Mimi nilikuwa nimeenda kuchuma madawa huko. Kama unavyoona nilikuwa nataka sasa nikaende nikawatengenezee. Kuna watoto kule wana homa. Wewe nishakuamini. Si unajua kama maisha ya hapa duniani. Sitokamba huyo. Bakupambane. Nakwambia kwamba mimi bwana naweza. Mimi ndo mganga. Sawa kabisa. Sasa ndugu yangu nikwambie. Mwenyekiti, kuna lile kundi ambalo nimelipata lile lenyewe kabisa. Lile ambalo linaweza kukusaidia. Ndio. Wanaitwa Sekito. Kuna wale wazee wangu wasoma wale ndugu yangu wale watatusaidia. Sawa kabisa. Kututatulia lile tatizo. Lile la kwanza. Unajua ile laana ndugu yangu. Tukifanya uzembe tukizembehala sisi wenyewe tutashangaa. Utakuja kushangaa kijiji kimeanza zoruba tu kila mara zoruba tu. Hebu twende kwenye point. Nakwambia hivi. Kikundi cha Bulekeseti kwa kile ndio kinaweza kukusaidia kumtoa yule Butogwa. Unajua Butogwa huyo anatakiwa bila kuuawa kijiji hakitokaa sawa. Kijiji hakitaendelea. Kwa hiyo lazima tufanye mpambano wa kutengeneza issue mpaka afwe. Bulekeseti kwa ile ni balaa. Kwa hiyo linaisha kabisa. Watu wanapiga. Tafute kwanza ili toto hapa. Alafu tulisikie linasemaje. Ibra huyu uzee atakabini. Ngoja nimsikie msomaji. Halo. Halo Nkamba. Ibra mambo. Mambo. Poa kabisa mzima. Safi mzima. Mimi mzima kabisa, sijui wewe. Mimi mzima kabisa, sijui wewe. Mimi nipo sijambo za tangu siku ile. Nzuri kabisa, tunamshukuru Mungu anasaidia. Mfanye kazi kabisa, mfanye kazi. Nataka mimi kazi yangu nataka afe. Unauliza utakuja na ule muhuri. Haina shida. Taratibu tulia kwanza. Unaenda wapi na shemeji? Tutaonana basi. Na issue mbaya sana. Issue gani? Yaani mnaongelea mambo ya kijinga sana. Wewe mzee wewe. Yaani wewe. Mimi hapa nilipo na wai nina shida zangu kule. Huyu sime wako alikuwa anamuelekeza kuhusu nani? Unamuelekeza nini? Unamuelekeza nini wewe? Ule muhuri wa lile shamba. Wewe usinivuruge. Nimeshawasikia mimi kila kitu. Tumesemaje hapo? Unaongelea masuala ya kumua mtoto wa watu kweli? Alafu nawe mwanamke wewe. Mbona mnakuwa hivyo jamani? Mbona mnakuwa hivyo? Mbona hamna huruma nyie? Hebu kuweni na huruma basi kama na nyie mmezaa. Jamani. Kwani sisi ina maana kuuza shamba? Wewe Badudu una nini lakini? Mbona kila siku naongea na wewe tu? Mbona mume wangu unakuwa haupo kabisa kwenye nani? Kwenye option ya kuwa mwanaume. Unakuja nao mwenyekiti sawa? Maliza tu hilo. Twende, utaenda kunieleza leo. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi, nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki mnanionea, moyoni naumia, wazazi wametangulia, jamii inanibagu, ushirikina mmeupa kipaumbele, ugomvi, vurugu, wivu ndo usiseme, mtaani kutwa makelele, muungano hakuna, imevunjika ngome.